Maisha Podcast. Be inspired. Bana, karibu sana kwenye Maisha Podcast. Hii ni episode nyingine na kukaribisha sana uje tupige mastori. Siku zote nakwambia hiki ni kijiwe cha mastori. Stories zote zinapatikana hapa kwenye Maisha Podcast. Kama kawaida nakuletea mgeni, tunakuwa na mtu muhimu sana, tunapiga story. Tunajua vitu vinafanyikaje na mambo yanaendaje. Na leo nimekutana na mzee. Mzee wanakuita nani? Ndi Mchaga John Tinya. Mchaga Ndi Mchaga John Tinya. Ndi Mchaga John Tinya. Bana jina langu. Kuna jina la utani wanakuitaje? Unasikia kuna watu Kebele. 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 Mzee, kwa kukadiria unaweza kuwa na miaka mingapi? Kadiria hivi. Sitakuwa na miaka. Nimezaliwa 41. Mwaka 1941. Wapi? Ulizaliwa wapi? Mganza. Nani Mganza, wilaya Kasulu, mkoani Kigoma. Mzee, wakati tunaongea kabla tujaanza kupiga story hapo, kwa nini unazungumzia kama unaumwa hivi, unajisikia vibaya? Sasa hivi inaonekana kama kuna magonjwa mengi tofauti na zamani. Magonjwa yenyewe ni lazima yapo tu. Lakini zaidi ni UTI. UTI ndio nyingi. Zamani magonjwa gani yako nasumbua? Ndio unakuwa hiyo miaka 40, mzee 41. Miaka 40, miaka ya 50 pale 1950, miaka 1960 hapo ukiwa na miaka 20. Magonjwa yalikuwa madogo, sio kama haya ya sasa. Mna zamani tulikuwa tunatumia mlavumba. Hiyo ni dawa ya kienyeji. Halafu kama kichwa kinakuuma wanaweka chuma ni jikoni. Kinakuwa chekundu kama ile ushati. Hapo wanachoma hapo. Wanakuingizia kabisa hivi? Wanaweka kabisa unaungua au wanakuwa wanaweka karibu? Unaungua. Mimi nakumbuka zamani kuna mtu alikuwa akichoma na mwiba, wanaenda wanaweka moto, wanachemsha labda kisu, afu wanapaka mafuta pale ile linalochoma na mwiba, alafu wanaweka kitu pulizia pale kijinga cha moto. Ndio nilikuwa nafikiri kama hivyo. Sasa walikuwa wanakuweka kabisa ni kwenye mwili kabisa. Hata mimi wamenitoma karibuni safari kama 3 hivi. Yaani na unapona hivi. Tofauti na hiyo mlikuwa tunaenda dawa gani? Mna hizi dawa tumekuta kuzitumia hivi sasa hivi. Mabitonge. Inawezekana vidonge vimeharibu kabisa, vibadilisha kabisa namna ya watu miili yao kupona na nini. Mara nyingi tu ni kutumia dawa za kienyeji za kimila. Watu waamini hizo dawa, unajua? Kuna watu hawaziamini kabisa. Kuna watu wanaziamini. Kuna unachokiamini ni Mungu, kwa sababu anayetibu ni Mungu. Hata za hospitalini mpaka Mungu akusimamie. Mungu akisimamia hana akusimamia upone. Okay. Bana, unayetusikiliza sasa hivi niko na mzee wa Kiha kutoka Kasulu, Kigoma. Yeye tunaongea naye kuhusiana na mambo ambayo yalikuwepo zamani na maisha jinsi ambavyo walikuwa wanaishije. Zamani watu walikuwa kikaa wanakaa wanaota moto, wanakuwa wanapeana hadithi. Ile ilikuwa na maana gani? Mkaniki. Ilikuwa inamaanisha nini? Kumwelimisha. Ilikuwa ni kutoa elimu? Ni elimu gani ambazo mko mnazitoa sana? Kama mtu kama hivi shuleni, kama kijana kama huyo anakwenda kwenye wakati ule wa hadithi. Anatoa hadithi na yeye kwenye maneno yale. Kwa hiyo mlikuwa mnajaribu kuwafundisha watoto ili mnawapatia elimu ili na wao kienda shuleni kule wanatoa tena hadithi kwa watu wengine. Siku hizi hamna. Sijui sababu ya elimu inaendaje. Ni sababu ya walimu labda wameona kwamba labda kuna changamoto hapo. Mkoa wa Kigoma unajivunia kwa chakula gani? Mahindi au chakula kingi sana. Chakula gani ambacho? Mahindi, maharage, ndizi, sijui kila kitu, mihogo, kila kitu kipo. Wewe chakula gani unakipenda sana? Yaani mimi napenda kila kitu. Kila kitu nakipenda, hakuna kitu ninachokichagua. Akija mgeni ambaye ametoka mikoa mingine, amefika Kasulu, hatoki. Kitu gani kitamfanya asitoki? Ile sababu chakula kingi. Kuna chakula cha kutosha. Chakula gani ambacho unaweza kumwambia sio chakula hiki chakula. Hiki chakula ukiondoka hujakila wewe
Mbona vyakula vingi hawezi kutoka hapa bila kula chakula. Yaani kuna aina yote ya chakula kimejaa Kasulu. Yaani mtu akiingia Kasulu sijui atatoka muda gani. Anaweza kahamishwa bila kutaka. Ili ahamie huku, ahamie Kasulu au? Anaweza kahamia hata hapa. Maana hata mtu kutoka Tanga akiingia hapa na kuja ni mtumishi, atoki. Sababu ya chakula kingi. Chakula kipo cha kutosha. Pole sana. Asante sana. Nilikuwa nataka kidogo tuambie, unajua sasa hivi maisha yamebadilika, vitu ni vingi sana. Nilikuwa nataka kujua kuhusiana na wakati wa balehe. Nyie mlipokuwa mtafuta wapenzi, ni umri gani ambao mlikuwa mnaanza kupata wapenzi? Ilikuwa ni ngumu. Ngumu? Kwa nini? Tuseme tu kwamba kwa mimi tu, na hapo imekuwa muda yaani umeniweka mbali ambapo sikufikia. Kwa sababu ule uchumba wazazi ndio walikuwa wanachumbia kumuona yule binti. Ilikuwa ni vigumu. Wazazi ndio wanawachagulia wachumba. Bila kukuchagulia mchumba ulikuwa unachukua mwanamke. Upate kitu. Siku hizi naona watu wanadaka tu. Ni hapo ni kufunga ndoa hapo manja panda. Watu wanachukua tu kama vile wanachagua nyanya. Ni sawa tu. Mimi nilitoa mahala kwenye wasichana walikuwa 6. Ulitoa mahali wasichana 6? Walikuwa 6. Sasa sikuelewa ni yupi ambaye nilichukua ni yupi. Yaani ulikuwa umepewa, yaani wako wasichana 6 wamejipanga. Yaani ulikuwa unakwenda wote wanakushindikiza. Sasa uchague yupi uache yupi. Ukajikuta tu yaani unaelea. Sasa wazazi wamekwisha kuchagulia basi. Lakini mahali wewe ulitoa mwenyewe, wazazi ndo wanatoa? Hiyo mali ilitoka kwa mle mdada yangu. Ndo alikutolea. Kwa maana kinachotokea miongoni mwa ndugu zako ndio wanatoa mahali. Yaani alitolewa mahala dada, mahala ikaja nyumbani kwetu. Ile mali na mimi ndio nikatoa mahali. Ikawa kama kubadili. Na kuoa ilikuwa mwisho kuoa watu wangapi? Kuoa? Mimi nilichukua kamoja tu. Kamoja? Lakini baba yako alikuwa na watu wangapi? Baba yangu kwa kweli mimi sikumuona. Alikufa kabla mimi sijazaliwa. Lakini hivyo baada ya kuzaliwa story zile walikuwa nasemaje? Mimi naona nilizaliwa na baba yangu mdogo, na yeye alikufa mwaka 57. Yeye na miaka 6, 5. Kwa hiyo mwaka 57 hata alipokufa tu wakati walikuwa wanazika kama hapo. Nilikimbia kwenye mti, nikakimbilia kwenye mti kama hiyo hapo. Sasa kule juu kumepamba, kuna mti kimepamba juu. Kilikwenda kikatamba juu. Kumbe kule juu kuna koboko. Sina kimbia, nilikuwa sijaona mtu. Hujaona? Ni kitu gani ambacho mtu alikuwa akikifanya zamani kinaonekana kama ni laana? Ukifanya vibaya kwa wazee lazima wanakulani. Kwa sababu kumfanyia kitu kizuri. Unafanyaje sasa ili huo mkosi au nini laana vitoke? Yaani zamani tulikuwa tunanyenyekea sana. Ukaenda kwenye sehemu kuna watu wanayekuzidi. Kunanyenyekea sana. Sasa hivi hata mtu huko na kule unamwona anatoka kula anafika na simama hapo. Anakusimamia juu. Huko na kula. Mtu kama hivi hiyo ikitokea ilikuwa ikitokea kama hivyo zamani akwaje? Yaani zamani ni kwa ipo kama ile pale walikuwa wanalia wao, walikuwa watoto peke yao wanalia sehemu zao. Wakubwa peke yao walikuwa wanalia mahali peke yao. Wewe ulikuwa unafanya kazi gani? Nimefanya kazi nyingi sana, nimepata shida sana. Nimeanza kazi ya utaliboi kwa Hamadi Sudi. Haya magari yamekuja juzi zaidi, ilikuwa ni miguu. Natembea kwa mguu kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Kwa tunatoka hapa tunakwenda Uvinza na mguu. Kutoka Kasulu hadi Uvinza kwa mguu. Unatumia siku ngapi? Siku 4-5. Kumbe sisi tukakaa kule milimani. Tumia siku 4 hadi 5. Na bado mmelala polini sasa. Simba hiyo.
Mlikuwa mnafanyaje kuwazuia simba? Si mko kwenye moto, simba asogei kwenye moto. Mkifika sehemu mnalala polini, mnawasha moto. Sio mmoja wala wawili. Mko wengi. Mkitoka hapo mnakuja tena mnahama. Mnahamia kambi nyingine. Na tena balikuwa kuna vifurushi vilikuwa tunaita vihiga. Hapo ulikuwa una nani unazungusha kamba, ulikuwa unasimika kwanza kamba hivi. Ukisha simika inakaa hivi. Inakaa hivi. Halafu huku juu kunakaa wazi. Huku chini umefunga. Sasa ile kamba unakaa unaizungusha. Hapa unaizungusha kinakuwa kirefu. Aliyekuwa anatoa vihiga vitatu Uvinza na kufikisha Kasulu alikuwa ni mwanaume. Hapo mlikuwa mbeba chumvi au mbeba nini? Chumvi hiyo. Na hizo siku ngapi mkiwa mnatembea kwa mfano Kasulu hadi Uvinza kwa hizo siku 5? Chakula mlikuwa mnachukua chakula gani? Unatembea na. Unatembea na chakula? Mlikuwa mnatembea chakula gani kile hicho? Viazi, mihogo. Vile vyepesi kupika. Hata munga. Mambo yalikuwa mengi sana. Kumbe magari yamekuja kusaidia sana. Kazi hizo ilikuwa inafanya kazi punda tu ndio zilikuwa watu wakubwa ndio wanatembelea punda. Na huku kulikuwa kuna punda? Barabara ile iko pale. Pale karibu na wale nani watangazaji wapelelezi wa nchi za nje. Wapelelezi? Kule kwenye misufi kule. Wale nani uhamiaji. Usalama wa taifa. Usalama wa taifa kule kwenye misufi. Pale ndio kuna barabara inakatisha inaenda Kigoma. Sawa. Iko inapitia kule? Sio hii. Hii sasa. Kumbe barabara ile ilikuwa ni ya nani? Inapita wanazunguka kwa hiyo inapita Muhunga au ni tofauti na kule? Muhunga. Ilikuwa inapitia Muhunga. Kuna pale karibu ya mkoa wa wilaya. Pale mahakama ilipo pale. Iko mlangoni kwenye barabara. Ilikuwa inapitia kutoka Mabuhoro. Imepangwa na mawe utadhani ni lami. Wanaopanga ni kina nani sasa? Sisi wenyewe ndio tulikuwa tunaitengeneza. Nyinyi ndio mnatengeneza barabara. Walikuwa wengine tena. Sasa unajua watu wanasema kwamba vizazi vinarithi. Inaonekana nyinyi mlikuwa wapambanaji sana. Lakini siku hizi mbona watu ni wavivu? Ni kutokana na hali ya nchi inavyokwenda. Na wao ni lazima wapate vile vile. Maana wale wanasema muha mgumu. Lakini wanasema mzigo mzito mpe Mnyamwezi. Muha tena. Kwa nini? Wanasema unayekutana naye anapigana na mti ni muha. Sasa wewe mtu unapanga. Alafu inakuwaje ukingangania kukivuta tu kikatike. Na huku na upanga. Mpa muha. Mzee, kipindi cha ukoloni ulikuwepo? Miaka 41 hapa katikati ya 50 ulikuwa kipindi kwa ukoloni ulikuwa bado upo sana? Wakati wa Mwalimu Julius Nyerere. Wanakimbizana na kupata uhuru. Nilikuwa pale na Mgambo. Ulikuwa Mgambo? Shamba la chai. Kwenye shamba la chai wapi? Ambanguru nani? Korogwe Tanga. Ilikuwaje? Yaani ulifikaje kule? Tulikuwa na kimanamba. Hapa hatukwenda na nauli tutoa. Tulikwenda kwa usafiri wa wazungu. Hebu tuelezee kidogo sisi ambao ni vijana wa leo. Tujue yani jinsi ambavyo mlikuwa mnatoka huku mnapelekwa kama manamba kule kwenye mashamba ya mkonge. Kuna maofisa alikuwa hapo nani wilayani Kasulu. Unakuja pale unakuta kuna watu wanayeandika. Wale wanayeandika ndio mnachukuliwa kikundi mnakwenda mpaka Kigoma kwa ofisi pale mkoani. Kwa nguvu au kwa hiari ilikuwa hakuna nguvu. Sawa. Mnakwenda kule mnaambiwa ni mwezi ni mwaka. Mkienda kule mkifika kule na kuna mvua. Mvua inanyesha. Kwenye mashamba ya chai. Tena ya kufa mtu. Yaani saa 12 mnaamka mnakwenda. Sasa magunia sasa hivi hayapo. Ilikuwa kuvaa magunia. Halafu mnapewa na magunia ya kutumia ile chai. Magunia ndio nguo. Magunia ndio nguo. Halafu na nguo nyingine na gunia nyingine mnapewa za kuweka chai. Unachuma hapa
unaweka hapa. Ligunia hilo hapo. Unakwenda kupima kwenye mizani. Kwenye mizani. Ukisha pima unarudi tena kutuma. Hilo gari linaondoka na yeye mizigo mliyopima yanakwenda mashineni. Kuyatafuna huko. Na mvua ikiwakilika huko hakuna cha kusema kwamba nikimbie niende nitaugama. Unapa kujikinga. Kama ni kipwa cha kule ni wiki au wiki mbili. Ndio kipwa. Ni mvua mwaka hadi mwaka. Sijui labda kwa sasa hivi. Lakini mvua kule. Sasa hivi mvua zimepungua. Zinanyesha kwa msimu. Mgambo, Mbanguru, Amani. Hizo ni sehemu ya mvua tu. Amani ni kule Muheza, kule juu, kule milimani. Kwa hiyo unataka uniambia mzee, yale mashamba ambayo yapo sasa hivi yale ya chai kule ni mashamba ambayo yalipandwa tangu miaka hiyo? Kwa sasa hivi siwezi nikajua kwa sababu mimi nimetoka mwaka 58 ndo umetoka kule. Mimi nimetoka Tanga juzi. Nilikuwa Mbanguru, nikaenda Amani, nikaenda Bumbuli kule. Ni mashamba ya chai. Lazima utembee. Kote nimeenda. Ni haki utembee. Sasa kule nimekuta kuna mashamba ya chai ambayo wananiambia, unaona hii chai ina miaka 40. Ni sawa. Hii chai ina miaka 50. Ni sawa. Kwa kukutana na wewe hapo unavyoniambia kwamba unaenda kule Amani, ukaenda Mbanguru. Nimemalizia Mbanguru tu. Amani. Amani ndo ulimalizia kule. Kule sasa kule Amani kule ndo sehemu ambapo sasa hivi kuna viungo vya chai. Yote mmelima nyie? Yaani wengine wanalima huku, wengine wanapanda, wengine wanapalilia, chai inatumwa hivi. Siona majani matatu. Labda majani matatu na sindano. Na kasindano. Kasindano kale kanakuwa kanne. Yaani nachapa kweli na yale majani ukiyakausha. Yaani kwenye huwezi kuyajua tena kama yale majani ndio nituma jana. Yanakuwa yanabadilika rangi. Wanasema mlikuwa mnachapwa sana viboko. Na hakuna cha viboko. Huyo mtu alisema ni mwongo. Ni mwongo. Labda ukikosea kwenye noma ndio walikuwa wanakukata siku. Ukisema noma unamaanisha nini? Noma. Noma nini? Noma ndio hiyo siku. Unakatwa hela. Ulikuwa mnalipo kwa hiyo? Ilikuwa unapata kwa mwezi. Unapata kwa mwezi. Hakuna kwa mnaenjoy. Sasa hiyo ilikuwa sio ukoloni huo. Si kwani juzi tu hapo sasa. Hiyo ilikuwa sio ukoloni mzee wangu. Bana hii. Ukoloni ulikuwa bado. Sasa hapo walipokuwa wanasema kwamba twende Manamba, silikuwa ni ukoloni bado. Sasa ndio wanasema walikuwa wanapigwa. Hamna mtu aliyepigwa. Aliyepigwa ni kwenye labda kwenye mambo mengine. Walikuwa kule mlikuwa na wanawake walikuwepo? Walikuweko wanawake wa kinani Makonde. Wanawake Kimakonde. Wanasema Makonde ni wazembe. Wewe kwenye kazi. Makonde, Mabia, kuna Makonde na Mabia. Hao wote wanatoka Mtwara. Sawa. Halafu Wasambaa wao ni wazaliwa mle kwa sababu hawezi kufanya kazi. Kwa waliokuwa makabila yalikuwa naongoza kufanya zile kazi kwenye Manamba, ilikuwa ni makabila gani? Muha, Murundi. Warundi walikuwa wanakuja Tanzania wanafanya? Na Muhaya pia alikuwa anaenda kule. Hao Wanyamwezi vipi? Mbona mko mnapita Tabora mnaenda zenu? Wao walikuwa na hela hapo nyumbani kwao. Kwenye nini? Kwenye tumbaku? Kwenye hela na mambo ya ng'ombe. Mtu ana ng'ombe 300, 400. Mtu mmoja sasa alikuwa analinga. Angeenda kwenye sehemu hawezi kwenda huko. Kufanya nini? Ukarudi lini sasa Kigoma? Baada ya kule ulirudi mwaka 58. Ulifika unafanya nini huko? Nilifika tu na wao nikakaa nyumbani. Ndoa kabisa kanisani wa kienyeji? Ilikuwa ndoa ya kienyeji. Ndoa ya kienyeji. Ya kimila. Mlikuwa mnafanyaje hizo ndoa? Zinakuaje yani? Ndio hiyo. Sasa hapo bana. Yaani hapo mlikuwa mnakwenda kama saa hizi. Mnakwenda kule kwa mtumba. Mida ya jioni. Na zile karabai kama karabai zile taa. Nenda mmewasha. Wakati mnaondoka mmoja anakwenda mbele ile kiongozi anayeongoza na msafara. Mwingine nyuma. Sasa ile mwenda. Kama wewe umelala wanambikiri huko wewe huna habari. Wanaofanya hivyo ni nani sasa? Wale mlendo nao. Walikuwa hatari sana. Unasikiliza Maisha Podcast. Lakini sasa hivi zamani mlikuwa mnaweza kuoa mtu ambaye sio bikira?
Wengi walikuwa bado. Lakini wengine walikuwa pia wanaolewa wakiwa washaanza mambo. Utakosa. Kwani ujanja ni wa leo? Nikajua ujanja ni wa leo. Kumbe nyewe wazee mko watundu sana nyewe. Unakuta huko. Bilikuwa bitoki. Wanaweka vini. Ukienda vibaya unaumia. Ukaoa ba. Nikaoa muda kidogo tu nikaondoka baada ya kumaliza mwezi mmoja. Ukaondoka na mke wako? Kwenda wapi? Mimi nikatafuta maana na mke za asafuta. Wewe ulimwacha mke huku nyumbani, wewe ukaenda kutafuta maisha. Mimi ndio nikaenda kwa kina Hamadi nani. Kwa ile issue kwa sasa hivi, kwa mfano watu wanatoka kwenye nyumba zao wanaenda mikoani kutafuta hela, hiyo ilikuwepo tangu zamani. Ya tofauti ni kwamba nyie zamani mlikuwa mnawaacha wake nyumbani, naenda peke yake. Unamaliza mwaka huko. Yuko huko peke yake. Wewe ulikuwa unamwachaje sasa? Usalama vipi hapo? Usalama usalama huko kwake na kwako. Mlikuwa mnaaminiana sana. Sasa kama utatembea huko wewe utakuwa na habari gani? Wewe una habari ya kwenda kutafuta. Una habari tena yale mambo mengine. Huna habari. Au ndio hizo habari za mambo mengine unafanya kule? Tupia kisogo huku kisha tupa kisogo basi. Unaenda kufanya mambo mengine kule. Wewe huko uliko kwenda huko. Na ulikuwa rudi bila kufa kuelewana na mtu yeyote. Kabisa? Unakaa mwaka mzima? Na unakula unashiba? Kweli nyewe mlikuwa mmejitahidi sana. Sio hivi sasa hivi. Sio sasa hivi. Sasa hivi unatoka wakisha toka shule tu kama hivi hapa ndio anakuambia big house. Big house. Bwana unatusikiliza hapa, hii ni Maisha Podcast. Kama kawaida niko na mzee hapa, tunapiga story kuhusiana na mambo ya zamani, vitu ambavyo walikuwa wanafanya, jinsi ambavyo mambo alikuwa yani wanaamua, kazi zilikuwaje na vitu kama hivyo. Tumezungumza pia kuhusu mambo ya nidhamu, tumezungumza kuhusu mambo ya kuoa, watu walikuwa wanachaguliwa wake. Na pia inaonekana zamani watu walikuwa wanajitunza sana. Kwa mwaka 2000 hawawezi kuelewa nikisema kujitunza. Nadhani tutaelewana hivyo kidogo kidogo. Kabla tujamalizia mzee wangu, nilikuwa nataka kuzungumzia kidogo tuone kuhusiana na swala la mavazi. Zamani mlikuwa mnavaaje? Au mtu akivaa hivi mnaona amevaa vibaya? Tulikuwa tunavaa ngozi. Hiyo ndo nguo ya Kiha. Kama vile Masai si wanavaa zengo rubega. Rubega. Sio mbaki wa Masai tu, vipi nyinyi mmekuwa mwa? Sasa unajua maana nimekuambia tunakwenda na wakati. Hakuna tena sijui muha wala nani sasa hivi. Hata lugha sasa hivi imekwisha kutoa. Watu waongee Kiha kabisa. Hamna. Lakini kuna vitu ambavyo umeviacha angalau unaonesha wajukuu kwamba hii nguo tulikuwa tunavaa zamani na hizo nguo. Sasa nitamuonyesha mtu hataki kunishirikisha kwa sababu ukimwambia yeye hayupo. Ukimwita yeye hayupo. Sasa utamwambia nani? Mambo yameharibika, inaonekana utandawazi umeharibika. Utandawazi umefanya kazi. Watu wameenda kisasa. Tufanyeje sasa tupunguze hii? Tunakuwa na wakati. Siku hizi kuna mimba za utotoni. Sasa hivi kuna magonjwa. Ndio. Tufanyeje tuvipunguze hivi vitu sio kama zamani? Sasa ni kujinyima. Waambie sasa wajinyime. Wajinyime. Waambie wajinyime. Sawa, bwana mzee wangu mimi nakushukuru sana. Sana. Nashukuru sana kwa kupiga story na mimi. Najua tumejifunza vitu hapa. Angalau tumejua kidogo vitu ambavyo vilikuwa vinafanyika kwa zamani na jinsi ambavyo mlikuwa naishi. Kitu gani kimoja unaweza kumwambia kijana wa sasa hivi? Kwa kweli kijana wa sasa hivi kama nanisikia aende na mwendo kama tuliokuwa nao sisi. Tusiende na nani. Unakwenda ni upepo. Tunakwenda ni upepo. Mtu sikiliza neno ulitafakari ukae nayo. Ndio kujifunza, lakini kunyamaza tu hawajajifunza. Wafuate mwenendo wetu, wasifuate huu mwendo wa kisasa. Kijana anataka kuoa sasa hivi afanyaje? Anayetaka kuoa anachunguza kwanza. Akisha chunguza, anatuma taarifa pale anapotaka kwenda kuchumbia. Wanakwenda kuchunguza. Wanachunguza nini sasa? Wanachunguza ile mchumba. Je, hapa pana usalama au hapana usalama? Huyu yeye anaishije? Ule mwenendo wao. Kuna tabia ile nzuri pale. Kama ni nzuri anaingia.
akisha ingia ni lazima kijumbe kwenda kwa wazazi wake. Lazima wanazungumza na wao, wazungumze na waweze kuelewana. Alafu kuna neno watakayemuuliza nipe hela, ni lazima hela iwepo. Unatoa hela ya neno, unanunua ile neno, ndio unafunguliwa njia. Ukishatoa ile hela utamwambia aje kuonana na wazazi. Alafu baada ya kuonana na wazazi ndio mambo mengine yataendelea. Sawa, bwana wewe ambaye umetusikiliza, hii ni Maisha Podcast, kijiwe cha mastori. Napiga story na mzee hapa kuhusiana na mambo ya maisha, jinsi ambavyo ameishi na sasa hivi mambo yamebadilika sana sana sana. Na kukukaribisha sana wewe tusikilize kupitia Instagram, tunafahamika kama Maisha Podcast. Kienda kwenye Audiomack na Spotify na kule YouTube utakama Maisha Podcast. Fuatilia story, endelea kujifunza, be inspired. Ndio sisi tunakusisitiza kila siku. Ukijifunza kitu leo, ukakitumia kesho, utakuwa mtu mwingine kesho kutwa, au utakuwa mtu yule yule. Tukutane next time kwenye episode nyingine. Hii ni Maisha Podcast kutoka kitaa au kutoka kijiweni kwenye kijiwe cha mastori. Maisha Podcast, be inspired.